Ukiachilia mbali recap ndogo hiyo ya 16 bora ambayo ya hatua ya makundi ambayo tumeiangalia, kwa sasa hivi attention ya kila mtu kwenye mashindano haya ya Afrika imeingia kwenye hatua ya mtoano ambako tayari tunajua mechi zile ambazo ziko za hatua ya 16 bora, na ukiangalia bendera hapa kwenye meza yetu hii umeona imewekwa katika mpangilio ambao sio mpangilio tu lakini kila mechi hapa imekuwa represented. Unaweza kuona Senegal na Sudan, kila mtu na mtue hapo. Unaweza ukaona Morocco na Tanzania. Unaweza kuona Egypt na Benin, unaweza kuona Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Algeria, unaweza kuona Cote d'Ivoire na Burkina Faso, unaweza kuona Mozambique na Nigeria na Afrika Kusini na Cameroon, bila kusahau Tunisia na Mali. Ni mechi ipi hapa kwako unaisubiri kwa hamu? Na ni kuwekea disclaimer, usitaje mechi ya Tanzania na Saje, kwa nini umenitoa ndugu zangu huko? Kule Kongo na Algeria. Sababu Kongo wako vizuri, Algeria wako vizuri. Kule tuna Mayele na huku Marens. Kwa nahisi ni mechi ambayo itakuwa ngumu. Kwa mfano kwa mtu ambaye anataka kuweka sasa ubashiri wake pale betu, unamshauriji ama wewe ubashiri wako unauwekaje? Hapo mimi ningeenda na tu hapo. Kwamba nani ataanza kupata mabao hii? Ningempa Algeria. Japo kina Mayele sio watu wa kuwa niliu underestimate hata kidogo. Mimi ubashiri wangu wa kwanza kwa mtu ambaye anataka kuweka stake yake, unaweza kuwa both teams to score. Naona uwezekano mkubwa wa timu zote mbili kupata magoli, yes. Lakini ni mechi ambayo pia naiona haitakuwa na magoli zaidi ya mawili. Kwa hiyo over 1.5 inaweza kuwa nzuri, lakini pia under 2.5, under 3.5. Na nimeona pia kuna watu wanapenda options za combo zile, kwamba mechi kama hii labda unampa mmoja wapo double chance na both teams to score, ama double chance and over 1.5 au under 1.5 au under 4.5. Uchaguzi ni wako. Mimi ukiniuliza personally, mechi ambayo naisubiri kwa hamu hapa ni mechi kati ya South Africa na Cameroon. Mimi ni shabiki mkubwa wa South Africa na naamini South Africa wana sababu ya kuwaogopa Cameroon kwa kile ambacho tumekiona kwenye mashindano ya kombe la Afrika kwa wakati huu. Cameroon amemaliza hatua ya makundi na point 7. South Africa amemaliza na point 6. Cameroon kashinda mechi 2, ka draw 1. South Africa kashinda 2, kapoteza 1 kwa bahati mbaya dhidi ya Misri. Wewe maoni yako yakoje kwenye mchezo? South Africa this time around sijapata muda wa kumwangalia sana, nimeangalia mechi yake ya mwisho hii. Hapa yes, mimi mwenyewe pia ningeenda na South Africa. Ashinde moja kwa moja. Ningempa tu ashinde. Win either half. Ningempa tu ashinde moja kwa moja. Yeah, bila shaka ni mechi ambayo itakuwa na mvuto. Cameroon ikiongozwa na kina Brand Mbeumo, lakini pia yuko mchezaji ambaye aliwahi kucheza Tanzania, Shema Long. Kuna mchezaji wangu huko yuko Cameroon. Kwa upande wa Afrika Kusini, mshambuliaji Lyle Foster amefanya vizuri sana. Huyu ni mshambuliaji ambaye mimi binafsi ameni surprise kwenye AFCON mwaka huu, kwa sababu huwa simuamini sana kwenye eneo la ufungaji. Ni mshambuliaji msumbufu lakini huwa afungi sana. Lakini kwenye mashindano ya Afrika mwaka huu amefunga mabao 2 na ana assist 2. Kwa hiyo bila shaka itakuwa ni mechi nyingine nzuri. Ukiachilia mbali mechi hizo, kuna mechi ya Tanzania na Morocco. Taifa Stars dhidi ya wenyeji. Ubashiri wako ukoje? Mimi mzalendo bwana.
mzalendo kwa Taifa Stars au maana sisi wengine ni wazalendo kwa mifuko yetu kabla ya kuwa wazalendo kwa timu. Hamna. Sisi unajua ni wazee wa surprise as usual. Kwa mimi hapa ningeweka JJ. Unakumbuka kwenye mashindano ya kombe la Afrika kwa wachezaji wa ndani kilichotokea kwa Mkapa pale? Of course nakumbuka. Kwa hiyo unahisi kuna revenge mission inakwenda kutokea? Mimi naamini hivyo. Mimi siko kwenye boti ama kwenye basi la Helen. Mimi naamini Morocco anashinda vizuri kabisa kwa idadi ya mabao 3. Labda kama nitaweka ubashiri nimpe Tanzania goli. Si ndio mimi nimesema hivyo tunaenda na JJ. Ila tumesema uzalendo kwanza. Mbona kama vile? Hapana, mimi sio mzalendo. Mimi sijawahi kuwa mzalendo kwenye mambo ya kupata fedha kama haya. Kwa hiyo kumbe kwenye leo unatukataa kabisa ndugu zangu. Siku nyingine. Hamna bwana, nyie mpeni Tanzania. Mimi naamini bila shaka itakuwa ni mechi nzuri. Nzuri of course. Alafu Morocco sio yaani mara ngapi tunaenda kukutana nao? Morocco tunakutana nao. Yaani hata kama tukubali kwamba watatufunga, wakubali kwamba kazi kombe la dunia. Hamna rangi wataacha ona. AFCON iliyopita tulikuwa nao pia tukacheza nao mechi ya kwanza wakashinda 2-0. Kwenye kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa ndani tulikutana nao kwenye hatua ya robo finali. Ni watu ambao tumekutana nao sana. Kama unakumbuka kwenye kombe la Afrika la mwisho lile kwenye hatua ya makundi, mechi dhidi ya Morocco iliisha 2-0 na kulikuwa na mchezaji wa Tanzania alipata kadi nyekundu. Of course. Unaona hiyo hali ikijirudia, labda kuna mtu anaweza akapata kadi nyekundu au penalty. Morocco ndio timu ambayo imepewa penalty nyingi kwenye mashindano ya mwaka huu. Penalty kwenye mechi 2, ni mechi moja peke yake ndio alipata penalty. Nilitaka kusema hapo kila mtu anatafute mchezaji wake mmoja wa kumshika shati. Ila nilipokumbuka ile red card nikasema hapana. Kwa red card ya Miroshi. Ni Miroshi, sio Pasco. Miroshi. Na nadhani ni mara 2 amewahi kupata kadi nyekundu kwenye mechi dhidi ya Morocco. Kuna mechi pia ya qualifier alipata kadi nyekundu. Of course. Alafu na hii pia ndio utokea ugomvi kabisa, ndio maana paka nimemtaja Pasco. Kwa sababu pia na wao walikuwepo pale. Picha moja ina trend ile ya Miroshi na Amrabat. Yes. Hapo sasa hapo ndio nimekumbuka vizuri. Kwa hiyo bwana, sisi hapa cha kusema kwamba wajitahidi tu red card zisiwepo. Ila bwana tunawaweza kivyo vyote vile. Tukiachana na mechi ya Tanzania na Morocco, mechi nyingine ambayo bila shaka inakwenda kuwa mechi bora sana ni mechi ya Cote d'Ivoire, Tembo, mabingwa watetezi, na Burkina Faso. Sisi kama Watanzania tuna maslahi kwenye timu ya Burkina Faso, yuko shemeji yetu. Sasa hivi kila ukisikia huko ni Aziz Ki shemeji. Aziz Ki shemeji. Paka anasema watamchosha ukaka sasa watafute jina jingine. Anaweza akatoboa dhidi ya Cote d'Ivoire. Chochote kinaweza kutokea. Wanaongozwa na Amad Diallo. Mchezaji wao bora kwenye kikosi mwaka huu, lakini yuko pale Wilfred Zaha, yuko mkongwe Franck Kessie na wenzao wengi pia. Lakini kwenye upande wa Burkina Faso yuko Aziz Ki pale, yuko Ibrahim Blati Toure, yuko pia Yusufa Dayo, beki wa zamani wa Bekane ambaye mwaka huu uliopita alikuja Tanzania hapa kwenye finali ya shirikisho. Lakini pia Cote d'Ivoire ni moja kati ya timu ambazo zina idadi kubwa sana ya wachezaji ambao wanacheza barani Ulaya, tofauti na Burkina Faso ambao wana wengine wanacheza Afrika, huko kina Aziz Ki anacheza Wydad. Na nafasi kubwa na mpanani. Nitaenda na kina Amad Diallo. Japo ninatakiwa na mimi nihamie kwa shemeji, ila kwa jinsi ambavyo nimeangalia mechi zote walizokuwa wanacheza kina Amadi ni wanafanya vizuri actually. Wachezaji wao ni wazuri na wako vizuri katika maeneo yote. Moja kati ya mechi ambazo zinaweza kuonekana kuwa nyepesi lakini kiuhalisia ni mechi ngumu ni Nigeria na Mozambique. Mozambique wanaongozwa na nahodha wao ambaye ndio mchezaji mwenye umri mkubwa kuliko wote kwenye mashindano ya Afrika mwaka huu, Elias Kalembe, na Nigeria wana mshambuliaji bora barani Afrika kwa sasa, Victor Osimhen. Una utazamaji wa mchezo?
Of course kama ulivyosema ni mechi ambayo watu wengi sana wanaweza kuona rahisi, lakini ikaja kuwa ngumu. Kutokana hapo sasa hata ukisema